Sema jinsi mwana wa Mungu alizilishwa ili kuzivunja kila kazi za giza. Kazi hizi ni zipi? Ni kazi za shetani ambazo zimeinuka kwa ajili ya maisha yetu. Ile namna ambayo shetani ametufunga, Yesu anakuja ili kutufungua. Yesu Biblia inasema naye mwana wa Mungu akiwaweka huru, nanyi mtakuwa huru kweli kweli. Mwanadamu aliye kwenye mateso anahitaji uhuru wa Kristo. Hapana mahali pengine pataleta uhuru. Hapana eneo lolote litaleta uhuru kwenye maisha yako isipokuwa Yesu peke yake. Hakuna mtu mwenye uwezo kuleta uhuru kwenye maisha yako. Kuna mtu mmoja anajidanganya anasema unajua mimi mwenzio nikiolewa ndio nitakuwa huru. Haujawa huru, bali umejiongezea majukumu. Kuna mtu anasema unajua mimi nikimiliki nikipata biashara ndio nitakuwa huru. Haujawa huru. Mwingine anasema unajua mimi nikipata kazi ndio nitakuwa huru. Bado umekosea. Mwingine anasema unajua mimi nikianza kumiliki, nikianza kunenepa mwili ukanawili ndio nitakuwa huru. Hapana. Mwingine anasema unajua mimi nikiwa mzima ndio nitakuwa huru. Hapana. Mwenye kukufanya kuwa huru ni Yesu peke yake. Biashara haijawahi kumweka mtu huru. Mume hajawahi kumweka mtu huru. Wala mke hajawahi kumweka mtu huru. Kijiji kilichotoka hakijawahi kumweka mtu huru. Yaani maisha ya duniani hajawahi kumweka mtu huru. Isipokuwa Yesu aliacha enzi kwa ajili yetu. Yeye ndiye mwenye uwezo wa kumweka mwanadamu kuwa huru, kumfanya mtu kuwa huru. Yaani sisi uhuru tunategemea uhuru kupitia Yesu Kristo. Na ndio maana unapomwamini Kristo, Kristo anaingia ndani yako, anakufanya kuwa huru. Sema amen. Naelewa vizuri. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kila kifungo ndani yao ninakifunja kwa damu ya Yesu, na kisambaratisha kwa moto lao.